Mungu aliumba ulimwengu pamoja na viumbe kwa namna ya ajabu sana, na hakufanya kwa bahati mbaya. Kila kitu alikifanya na kukiweka katika utatu, likireflect sifa za yeye mwenyewe jinsi alivyo, kwa maana ya kwamba Mungu yupo katika utatu mtakatifu au the Holy Trinity kwa Kiingereza, ambapo ana exist kama Baba, kama Mwana na kama Roho Mtakatifu. Hivyo kupitia sifa zake akafanya kila kitu ambacho kinaonekana katika ulimwengu huu katika sifa hizo tatu. Kwa sababu tukianza na uumbaji wa ulimwengu wenyewe jinsi ulivyo, wanasayansi wanasema kwamba ulimwengu huu wakati unaanza as a singularity, ilipoanza kuexpand ilitengeneza vitu vitatu vya mwanzo kabisa, na vitu hivyo vilikuwa ni time, space, matter. Unaweza ukaona tayari ulimwengu unaanza kwa vitu vitatu, lakini ndani ya vitu hivi vitatu pia unakuta vimegawanyika tena katika makundi matatu. Kwa mfano tukianza na time ipo katika utatu, kwa maana ya kwamba kuna past, kuna present na kuna future, lakini yote hiyo ni time. Ukija katika space, ili uweze kuielezea space lazima utahusisha pande kuu tatu ambazo tunaziita dimension 3D, kwa maana ya x, y and z. Tayari ni utatu mwingine huo. Ukija katika matter is anything which has mass and occupies space, na matter ina exist katika utatu, kwa maana ya solid, liquid and gaseous state. Tayari hapo unaweza ukaona vitu hivi vyote ambavyo vimeanza ili kuweza kuzalisha ulimwengu huu na vitu vingine vyote vina exist katika makundi matatu, na makundi haya matatu yana reflect ukuu wa Mungu. Hivyo ili swala la tunaloliamini kwamba Mungu ana exist katika nafsi tatu hai lakini Mungu ni yule yule, ni swala ambalo halina ubishi, kwa sababu kama unaweza ukaamini maji yanaweza yakaexist katika 3 states, kinakushinda nini kuamini kwamba Mungu anaweza akaexist kama Baba, kama Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa sababu yeye ndiye aliyeumba hayo maji, yeye ndiye aliyeumba hiyo time, na yeye ndiye aliyeumba anything which I'm referring to matter. Kwa nini Mungu alifanya namna hii, kuviumba hivi vitu katika utatu? Kwanza ni reality yake mwenyewe kwamba ana exist kama hivyo katika utatu, lakini pia Mungu ana sifa kuu tatu ambazo hakuna mwanadamu, hakuna Mungu mwingine wala kiumbe chochote hapa duniani na hata huko mbinguni chenye sifa hizo kuu tatu. Na sifa hizo kuu tatu, moja ni omnipresence, mbili omnipotence, na tatu ni omniscience. Hivyo tutachambua moja baada ya nyingine ili kuona Mungu jinsi alivyo wa ajabu na hata uumbaji wake ulivyo wa ajabu. Tukianza na sifa ya kwanza ambayo tunaiita omnipresence. Hii ni sifa ambayo inamwelezea Mungu kuwa mahali pote kwa wakati mmoja, yaani kuwa kila sehemu kwa wakati mmoja. Na sifa hii huwa anachanganya Mungu kuwa kila sehemu, haimaanishi kila sehemu ni Mungu. Ni sentensi inayochanganya kidogo, yaani niseme Mungu anaona kila kitu kwa wakati mmoja, lakini hicho kila kitu sio kwamba ndio kinamaanisha Mungu. Hapa kuna imani tatu ambazo tunazielezea, ambazo tunaziita, ya kwanza ni theism. Theism inaelezea imani ya watu ambao wanaamini Mungu yupo juu ya ulimwengu na anaweza akaona kila kitu kinachoendelea katika ulimwengu huu, anaweza akaja akaongoza na akarudi katika nafasi yake. Wengi huwa tunaamini hivyo, na imani za Wakristo na hata Waislamu pia wanaamini hivyo. Lakini kuna imani ya pili inaitwa pantheism. Pantheism ni ile kuamini kwamba kila kitu ni Mungu, yaani kwa sababu Mungu aliumba mawe, aliumba milima, basi hivyo viumbe hivyo basi ni Mungu, kitu ambacho sio kweli, na ndicho ambacho ninakielezea katika hiyo sentensi kwamba kila sehemu
Mungu anaonekana, lakini sio kila sehemu ni Mungu. Mungu aliumba ulimwengu huu, kwa hiyo anaona kila kitu alichokiumba, lakini sio kila kitu kinachoonekana basi ni Mungu. Zaburi 139 mstari wa 7 mpaka wa 10 inaelezea sifa ya namna hii kwamba Mungu yupo kila sehemu kwa wakati wote, anaona kila kitu. Kwa nini Mungu yupo kwa namna hii? Kwa sababu aliumba kitu kile cha kwanza ambacho kilitokea katika ulimwengu huu, tunaita space. Space ndio huwa inaweka limitation kwa viumbe sisi ambao tuliumbwa na Mungu. Tukisha kuwa katika ndani ya space, maana yake tayari tunaokupai nafasi fulani, hivyo hatuwezi kuwa mahali pote wakati wote. Lakini Mungu hawi controlled na space, yani space it is within his hands. Hivyo kama space ipo katika mikono yake, haimcontrol yeye, na ndio maana ana uwezo wa kuwa mahali pote akaona kitu chochote kwa wakati mmoja. Ndio maana tunamuita omnipresence. Sifa ya pili ya Mungu inaitwa omnipotence. Omnipotence ni maneno mawili ambayo yamegawanyika. Omni kwa maana ya kwamba ni all, wakati potence ni power. Hii ni sifa ambayo inamuelezea Mungu kufanya jambo lolote na asishindwe kulikamilisha. Yaani kitu chochote kinawezekana kwa Mungu. Luka sura ya 1 unaona mstari wa 37. Lakini hata pia katika kitabu cha Yeremia inasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu la kunishinda? Manake ni uwezo alionao Mungu kufanya kitu chochote. Hata kama sisi wanadamu, hata kama science inashindwa kujua ni namna gani linafanyika, lakini Mungu ana uwezo wa kufanya hilo jambo. Na nimetamka neno science ikashindwa kutafakari hilo jambo, tunarudi pale pale katika historia ya Big Bang. Big Bang theory inaelezea kwamba singularity ilianza kuexpand kutokana na kuwa na mkandamizo, na hawajui the energy behind it iliyosababisha ikaanza kufanya hiyo expansion. Hivyo basi kama kuna power behind it ambayo science imeshindwa kujua ni power ya namna gani, basi behind that power, mwenye huo uwezo wa kuweza kutoa hiyo power, he must be immortal. Kwa maana ya kwamba kama ameweza kusupply hiyo energy na mpaka ulimwengu ukaanza kutokea, basi hakuna kitu ambacho kinaweza kikamshinda. Science bado inaendelea kutafakari, kwa sababu toka ilivyotokea hii Big Bang ambayo wanaielezea, behind that power hawajajua ni ya namna gani. Na ndio maana cosmologists wanasema the more I study about the universe, the more I believe in higher power. Manake kuna higher power ambayo ipo iliyosababisha hivyo vitu vitokee. There is a cause which is uncaused. Yani kama alisababisha kutokea kwa vitu vyote vinavyotokea, manake yeye hajasababishwa. Kwa sababu tukisema kwamba na yeye kama alisababishwa behind it, manake bado tutaendelea kurudi nyuma na nyuma na nyuma kutafuta a cause iliyosababisha kutokea kwa vitu hivyo vyote. Hivyo kama science inasema it was just mkandamizo mkubwa uliosababisha expansion ya singularity kutengeneza matter, time and space, that means aliyesupply hiyo energy, he must be uncaused, na ndiyo God tunayemzungumzia hapa. Kuna theory inayoitwa God of the Gaps. Kwenye hizi theory ndizo ambazo zinaelezea popote ambapo science inashindwa kugundua chanzo, origin of anything, then that void is filled by God. Na ndiyo hapa kwamba kama ulimwengu ulisababishwa, basi aliyesababisha hawezi yeye kusababishwa, kwa sababu kama alisababishwa tutarudi nyuma, aliyemsababisha ni nani, na aliyemsababisha tutarudi tena. Kwa hiyo hiyo chain itaendelea, na ndio maana tunasema everything came from God. Yeye ndiye aliyesababisha hivyo vitu, hata kama haviwezi kutafakarika kwa namna ya
kawaida, lakini Mungu ndiye aliyesababisha hivyo vitu vitokee, na ndio maana tunamuita katika hii sifa ya pili ya omnipotence. Alisababisha vitu vitokee wakati yeye hakusababishwa. Kwa hiyo kama vilivyosababishwa vinatokea, na hivyo vilivyosababishwa haviwezi kujisababisha vitokee mpaka vinapohitaji energy from God, basi hakuna jambo linalomshinda Mungu. Tukimalizia na sifa ya tatu ya Mungu, tunaita omniscience. Omni, it means all, wakati science ni knowledge. Hii tunamaanisha Mungu peke yake ndiye mwenye maarifa yote. Kuna msemo unasema kwamba hakuna anayejua kila kitu. Hiyo ni kweli, hiyo ni kwetu sisi wanadamu. Kila mtu anafahamu kwa sehemu, lakini sifa pekee ya kufahamu kila kitu ni Mungu peke yake ambayo anayo. Na kwa nini ana maarifa yote? Kwa sababu yeye ndiye aliye design ulimwengu huu, anajua jinsi utakavyo kwenda. Jambo moja ambalo Mungu analiheshimu ni human choices, human will. Kila jambo yeye anajua mwisho wake ni upi, lakini anaangalia wewe unafanya machaguo gani. Hata maamuzi unayofanya hapo katikati yeye anaacha, kwa sababu ameshakupa uwezo wa kuamua. Na ndio maana anasema anakuwekea leo njia mbili mbele yako, uzima na mauti. Anakuacha uchague. Anaheshimu maamuzi unayoyafanya, na kwa sababu anajua katika hayo maamuzi unayoyafanya kuna consequences ambazo utazipata. Kama uliamua vizuri utapata mazuri, kama uliamua vibaya basi utapata mabaya, na hayo yataruhusiwa na yeye Mungu mwenyewe kwa ajili ya kujifunza kwako, kwa ajili ya kuuzima kiburi utakachokuwa nacho kama pale utakapoamua vibaya na mambo yakawa mazuri. Omniscience ni sifa pekee alionayo Mungu ya kufahamu kila kitu katika ulimwengu huu wa vitu vinavyoonekana na hata visivyoonekana. Kwa hiyo kama unaamini sisi tunaweza tukaexist katika utatu, kwa maana nafsi, roho na mwili, kama unaamini mata inaweza ikaexist katika utatu, basi hata Mungu pia ana uwezo huo wa kuexist katika utatu na anatenda kazi. Na kunakuwa na connectivity kati ya hizo sifa tatu ambazo nimezielezea na hii Holy Trinity. Ina maana gani? Tunaposema omnipresence, hiyo ni sifa ya Baba kuwa mahali pote wakati wowote. Tunaposema omniscience, kwa maana ya kwamba kujua, kuwa na maarifa yote, huyo ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni mwana, kwa sababu Yesu Kristo pia tunamuita kama neno la Mungu. Kwa hiyo kama ni neno, it means an information, it means a knowledge, na ndio maana tunasema omniscience. Ukiwa naye huyu una maarifa yote. Wakati unaposema omnipotence, uwezo wa kufanya jambo lolote, huyo ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana unaona katika uumbaji kulikuwa na Baba ambaye alikuwa anatamka neno ambaye ni Yesu, alafu ili hilo neno liweze likatokea kulikuwa na Roho Mtakatifu katika hilo jambo. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, neno la Mungu linasema na Roho wa Bwana alitulia juu ya vilindi vya maji. Kwa hiyo pale ambapo Mungu alikuwa anatamka neno, ndipo ambapo jambo lilo lilikuwa linatokea. Hivyo halikuweza kutokea pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana tunasema Baba ni omnipresence, Mwana ni omniscience, wakati Roho Mtakatifu ni omnipotence.